je etielo ariyo wadhi county ma Kisii ire jafwambo wadwa Crispin Otieno kaeto bang'e warang Migori ni giwacho nade mago jopiny ka gintiere kar kanyo kata jodolo mang' wayudo kanyo kinyi ma kawuono. Crispin Otieno ka oyudo wachiel kachiel sani nyakwara moge jwang' wadano watudre kode mondo mi okonwa ne chal mar wach to en mane giwuoyo sani wawinjane kaka giloso kotone kod twak mawinjo sani. Serikali iheshimu kanisa. Na wanaposema kwamba mtu anakuwa Mkristo anapokuwa na miaka 18, hii ni shetani mkubwa ameingia Kenya na agent mkubwa kwa Kenya anataka kuangamiza kanisa la Kristo Yesu. Kama serikali anataka kanisa iendelee, ni kuheshimu mtoto tunamhesabu akiwa kwa mimba. Kwamba conception tunajua kwamba mama amepata mimba kuna mtoto na akifanya abortion tunasema kwamba ameua. Mbona sasa wanataka mtu aanzie miaka 18 kwa Mkristo? Ni kumaanisha kwamba wanataka kanisa la kesho lisiendelee. Ni kuua kanisa kesho lisiwe Kenya. Tunataka kusema kwamba turuhusu tuhubiri injili na wanasema kwamba tukihubiria mtoto tutafungwa. Mbona tufungwe? Kama wanataka kutufunga watufunge. Lakini kana kwamba lazima injili ya Yesu Kristo ihubiriwe. Nataka kwamba serikali na mngatana, wewe tunakuheshimu na mpenda Mungu. Na mara nyingi tunasikia wanasema kwamba Bwana asifiwe. Kama unamsifu Bwana Yesu Kristo, heshimu kanisa la Mungu. Na kama kuna bwana mwingine muendee huyo. Sisi kama kanisa tunaheshimu kanisa la Mungu na tunataka kutembea na kanisa la Mungu. Na tuheshimu kanisa kuanzia leo na siku zote. Na kanisa iheshimike. Na sisi hatuende kufanya mambo ya kutoa taxation. Ile ambayo tunatoa sheria house kila mwaka returns inatosha. Na tunaponunua kitabu cha harusi tunalipa pesa. Na tunapofanyisha ndoa yule mtu pia analipa pesa. Na wanataka nini kutoka kwetu? Tumewapatia haki zao na tunasema kwa bia Kaisari tumempatia Kaisari. Mbona wao wanataka kula sadaka? Kama wangetaka sadaka basi wao wenyewe wakuje kanisani waombe sadaka. Lakini sisi tunaipokea ni ya Mungu. Na wakila sadaka watakufa. Wasitamani sadaka kwa sababu waliopatiwa na sadaka kula ni Mungu ametupatia, so waheshimu kanisa la Yesu Kristo. Asante. Najulikana kama Mtume Daktari Damasco Mwangi, na swala hili la ushuru na makanisa imeleta utata mno. Na jambo lolote ambalo linaleta utata katika nchi, viongozi walio na akili timamu wanarudi nyuma na kujadiliana na kuulizana maswali. Na kwa kuwa tunaamini katika maandiko matakatifu, Biblia inasema kule kuliko na umoja Mwenyezi Mungu anaamrisha baraka. Na hili jambo kwa kuwa linaleta utatanishi linazuia baraka. Kwa hivyo tunaomba sauti na maoni ya kanisa isikilike, itambulike na kuwe na mwelekeo ufaao wa kutukuza jina la Mungu. Asante sana. Wanasarudia wale waliongea. Ningependa kusema kama mwenyekiti wa makanisa yetu NCCK Kisii County kwamba serikali yetu ya Kenya ianze kutafakari miswada ambayo inaleta bungeni. Na tunaomba wabunge wetu ambayo tulichagua wakatufanyie kazi. Wakaweza kufanya kazi ya maendeleo, lakini sio kutafuta kuleta uhasama kati ya mashirika fulani kama kanisa pamoja na serikali. Wachungaji wameitwa katika mwito wao. Na pia wale ambao wako kwa serikali tunawachagua wakafanya kazi kwa ajili ya kunufaisha taifa. Tafadhali ili jambo likasimamishwe kwa jina la Yesu. Lisiweze kusikika tena. Hata yule aliyelileta akatupu na akaketi chini akaenda kwa mchungaji aliye karibu pamoja naye akatafute ushauri na amuombe. Maana tunaona ni kwamba ibilisi anamtumia ili akaribu nchi yetu ya Kenya na kanisa kwa ujumla. Asante. Ni Pastor Murwabe Peter kutoka Kisii. Mimi nimeshangaa sana, maana sikujua kwamba tumechagua wabunge ambao hawana uwezo wa kuja na miswada pale bungeni. They are actually presenting imaginary bills. Na kama hii ya kanisa, hata kama wewe ni mbunge na unaona shetani ya kutumia, ni vizuri tukuelezee kwamba unatumika vibaya. Wewe mwenyewe enda pale kwa rais, omba msamaha kwa taifa, omba msamaha kwa kanisa, kwa sababu kile unachojaribu kufanya si kizuri. Na pia nilielezewa kwamba kuna haya masuala mengine ambayo kama kanisa tunakataa, mambo ya LGBTQ na mengine. Nimesikia wengine wanasukuma, maana wanataka kusambaratisha kanisa na watusukume ndio wakileta mambo mengine maofu tusiseme. Tutasema tu. Tutasema ndio kazi yetu. When you bring anything that is wrong, that is contrary to what we believe, we have got to stand against it at any time, whether night or day. So kama hiyo miswada ni kweli inataka kuletwa kwa taifa la Kenya, mambo ya LGBTQ na mengine kwamba ipitishwe, kwa hiyo mkaona ni mwanze kusukuma kanisa, ndio siku hiyo ikifika upate hatuna focus. We are focused na hatuwezi kufanya hiyo. Na mambo mengine ya taxation, tax huwa tunatoa siku 6.
Hii siku ya 7 ya kwenda kanisani ni siku ya wachungaji kuchukua sadaka. Sadaka sio tax. And maybe somebody needs to get some information. Kwa hiyo hatuendi kutoa. Na mambo ya registration, ningemshauri Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Naibu wake wakumbuke tulikuwa na MOU. Waende waangalie, tulisema makanisa yawe registered kwa wingi. Hatukusema yawe registered afresh. Hapo ndio kuna confusion. Mwende muangalie mahali tuliandika na tukasign. Hapa Kisii wengine wetu ndio tulisign. Tulisema makanisa